Karibu sana, karibu kwenye podcast yetu ya Kenya Wantamnotam Movement, KWM. Leo tunaingia ndani zaidi, tunachambua makala moja muhimu sana kutoka kwenye tovuti ya KWM. Kichwa chenyewe kinatufikirisha. Kenya, jamii isiyo na usawa zaidi duniani, umaskini, mishahara, ujinga, magonjwa na wajibu wa kanisa na serikali. Asante. Na ni makala nzito kweli. Inajaribu kuonesha lile pengo kubwa linaloonekana katika jamii yetu, kiuchumi na kijamii. Kabisa. Tutapitia pamoja hizi hoja zake kuu. Umaskini huu unaosemekana kukithiri kinyume na utajiri wa wachache. Tofauti za mishahara zinazoshangaza. Changamoto kwenye elimu, kwenye afya. Alafu pia tutaangalia kama linavyopendekeza chanzo, jukumu la taasisi. Unajua, kama kanisa, kama serikali, wana nafasi gani katika haya yote? Sawa. Na hoja moja ya msingi kwenye chanzo hiki ni kwamba hali hii si kwamba imetokea tu hivi hivi. Eti ni bahati mbaya. La. Ndio, wanasema imeundwa, mfumo fulani umechangia, na kwamba hata ule ukuaji wa uchumi tunaosikia hauwafikii Wakenya wengi pasavyo. Lile pengo linazidi kati ya walionacho na wasionacho. Kwa hiyo lengo letu hapa ni kuzama, kuelewa hoja hizi kwa undani, na wewe msikilizaji uone umuhimu wake kwako. Basi, hebu tuanze. Tuanze kabisa. Labda tuanzie hapo kwenye msingi, umaskini na mishahara. Sawa. Makala yanaanza pale, maisha halisi ya Wakenya wengi, kuishi kwa kipato kidogo sana. Yaani, inataja hata kile kima cha chini cha mshahara. Kwamba hakitoshi hata kidogo, ukizingatia gharama za maisha. Unajua, chakula, kodi, karo za shule, vitu hivi vinapanda bei kila siku. Na mishahara yenyewe, Mishahara hasa kwa wale wa kazi za chini, madereva wa matatu, walinzi, wahudumu, mafundi ya ujenzi, mishahara yao haipandi kwa kasi ile ile, inabaki nyuma sana. alafu chanzo kinalinganisha hii hali sasa. Hapo sasa kinalinganisha hii mishahara midogo na mapato ya, tuseme, viongozi wa kisiasa, wabunge kwa mfano. Pengo ni kubwa mno. Yaani, ujumbe unaotoka hapo, kulingana na makala, ni kama mfumo unawatuza zaidi wanaotawala kuliko wanaofanya kazi za kila siku. Inasikitisha kweli huo ulinganisho. Na wanahusisha huu ukosefu wa usawa wa kipato na mambo mengine, kama sijui kukata tamaa, rushwa. Kabisa, wanahusisha moja kwa moja kwamba hii hali ya kipato duni, pengo kubwa, inachangia watu kukosa matumaini, hasa vijana. Unakuta kijana amesoma, lakini ajira hakuna, hali inakuwa gumu. Na kuhusu rushwa, Na rushwa pia, wanasema inaweza kuchochea ile rushwa ndogo ndogo. Si kwamba watu ni wahalifu, lakini ni kama njia ya kujinusuru. Afisa anayelipwa kidogo, anaweza kushawishika kupokea kitu kidogo ili akusaidia haraka. Unajua, ni kama mzunguko mbaya unaojilisha wenyewe. hilo linaeleweka. Basi tukitoka hapo kwenye kipato, twende kwenye nguzo nyingine walioitaja, ujinga na magonjwa. Kuhusu elimu, makala yanasemaje? Kuna hisia gani hapo? Elimu. Hapo kuna hisia kuvunjika moyo kidogo. Unajua, elimu ilitarajiwa kuwa ile ngazi ya kutoka kwenye umaskini. Lakini sasa wanasema hiyo ngazi kama imevunjika hivi. Kwa wengi, Imevunjika kivipi? wanachora picha ya shule za umma zilizojaa, wanafunzi wengi mno darasani, walimu wanalipwa mishahara midogo, hawana motisha, miundombinu yenyewe, majengo, madawati, chakavu. Na matokeo yake kwa wanafunzi? Hapa ndipo panaposhtua zaidi. Chanzo kinadai kwamba kuna watoto wengi wanamaliza shule, lakini hawana hata zile stadi za msingi, kusoma vizuri, kuandika vizuri. Hii ni hatari. Na huu ujinga, kama wanavyouita, una athari gani kwa jamii nzima sasa? Athari zake ni kubwa. Kulingana na hoja yao, watu wasipokuwa na uelewa, ni rahisi kwa habari za uongo, propaganda kuenea. Inakuwa vigumu pia kuwawajibisha viongozi. Kama hujui haki zako, utazidai vipi? Kweli. Na upande wa afya, Vile vile, uelewa mdogo wa afya, kinga, usafi, unachangia magonjwa mengi ambayo yangeweza kuzuilika. Watu wanakufa kwa magonjwa kama malaria, kuhara, vitu ambavyo vina tiba rahisi au kinga. sasa kuhusu mfumo wenyewe wa afya la magonjwa, picha ikoje kwenye makala?
Picha ni changamoto tupu. Kwanza, wanasema magonjwa hustawi zaidi kwenye umaskini. Halafu, hospitali za umma ambazo ndizo tegemeo la wengi wetu. Zina hali gani? Uhaba wa dawa, uhaba wa vifaa, wakati mwingine hata wafanyakazi hawatoshi. Wanafika mahali, kama makala inavyosema, mgonjwa anaambiwa kanunue hadi glove au sindano, yaani vitu vya msingi kabisa. Hiyo ni hali ngumu sana kwa mgonjwa. Ngumu mno, na inakuwa mbaya zaidi kwa magonjwa makubwa kama saratani. Ndiyo, hilo nalo limeguswa. Limeguswa sana. Gharama za matibabu ya saratani ziko juu mno, nje ya uwezo wa familia nyingi sana hapa Kenya. Hapa ndipo unaona lile pengo tena. Wenye uwezo wanakwenda nje, India inatajwa kama mfano, kutafuta tiba. Wengine wanahangaika hapa nyumbani na foleni ndefu, uhaba wa vifaa, na wakati mwingine kukosa matumaini. Inasikitisha sana. Sasa, baada ya kuangalia hizi changamoto za msingi, kipato, elimu, afya, makala yanaelekeza macho kwenye taasisi. Tuanze na kanisa. Wanasemaje kuhusu kanisa? Hapa wanauliza swali zito. Wanakubali kanisa lina nguvu kubwa Kenya. Lina wafuasi wengi sana. Linakusanya rasilimali nyingi, pesa nyingi. Lina ushawishi. Lakini swali ni, je, linatumiaje hiyo nguvu Jumatatu hadi Jumamosi, zaidi ya ibada za Jumapili? Hilo ni swali muhimu. Je, wanatoa mapendekezo yoyote? Ndiyo, wanatoa. Badala ya kwa mfano kuwa tu jukwaa la wanasiasa kila wakati. Wanapendekeza kanisa liwe mstari wa mbele zaidi kupambana na ufisadi, kukemea waziwazi, kuweka msimamo wa kimaadili, pia liwekeze katika kuelimisha raia kuhusu haki zao, wajibu wao, Na kuhusu rasilimali zake, sadaka na mapato mengine. Hapo pia wanahimiza sehemu ya hizo rasilimali zitumike kwenye miradi ya kijamii inayoonekana, miradi inayoshughulikia mahitaji ya watu moja kwa moja, kama miradi ya maji safi, mifuko ya kusaidia karo za shule kwa watoto wasiojiweza, au hata kliniki ndogo za afya kwa jamii. Yaani hatua za kivitendo zinazogusa maisha ya watu. Kabisa. Wazo ni kwamba kanisa linaweza kutumia uzito wake wa kimaadili na rasilimali zake kudai maboresho halisi, kudai mishahara bora kwa wafanyakazi, huduma bora za umma. Linaweza kuwa nguvu kubwa ya mabadiliko chanya. Ni hoja ya kufikirisha sana. Kweli kabisa. Na huu uchambuzi mzima kutoka Kenya Wantam Notam Movement unaonyesha changamoto zipo, lakini pia njia za kuzitatua zipo, hasa kwa pamoja. Na hapa sasa, wewe msikilizaji, kama ungependa kuwa sehemu ya haya mabadiliko, unaweza kujiunga na harakati hii ya KWM. Ni rahisi sana kujiunga. Tembelea tu tovuti yao, ni www.wantamnotam.com. Narudia, www.wantamnotam.com. Ukifika pale, utapata nafasi ya kufungua akaunti yako. Na kaunti zote zipo? Zote 47 zimeorodheshwa. Chagua tu kaunti yako. Na unaweza kuanza mara moja kuchangia mawazo, kushiriki mapendekezo, vitu unavyoona vinaweza kusaidia kubadilisha kijiji chako, mji wako, na hata taifa letu kwa ujumla. Sauti yako ni muhimu. Sawa. Sasa, tukitoka kwa kanisa, makala yanahamia kwa serikali na tabaka la kisiasa. Hapa hoja kuu ni nini hasa? Hoja kuu hapa, kulingana na chanzo, ni kwamba Kenya ina rasilimali za kutosha. Pesa zipo, uwezo upo wa kumaliza huu maskini uliokithiri. Lakini tatizo ni nini basi? Tatizo wanasema ni usimamizi mbovu, ni wizi, ufisadi, ubadhirifu wa mali ya umma. Mabilioni yanapotea kila mwaka kwenye tenda za bei za juu, wafanyakazi hewa, miradi inayoanzishwa halafu haimaliziki, lakini pesa zimetumika. Na kuhusu uwajibikaji wa viongozi, Hapo kuna ukosoaji mkali. Wanazungumzia ile hali ya kutoadhibiwa, impunity, kwamba viongozi wanazungumza sana kupambana na rushwa, lakini hawaonekani kuchukua hatua kali dhidi ya wenzao wanaotuhumiwa. Hii inavunja wananchi moyo. na inaongeza ukosefu wa usawa. Ndiyo, inaonekana kama sheria inawabana wanyonge tu. Watu wanapoteza imani na mfumo mzima wa haki. Hii ni picha nzito sana. Je, makala yanatoa mapendekezo ya serikali ifanye nini? Yanatoa, ndiyo. Moja ni kupunguza matumizi yasiyo ya lazima.
Wanasema kuna washauri wengi mno, safari za nje zisizo na tija kubwa, kamati nyingi ambazo hazileti matokeo. Na hizo fedha zilizookolewa zifanye nini? Hapo ndipo penye mahitaji makubwa. Na kuhusu ugatuzi, devolution. Nalo limeguswa. Lengo lilikuwa zuri, kuleta huduma karibu na watu, lakini chanzo kinaeleza wasiwasi kwamba baadhi ya serikali za kaunti zimegeuka kuwa kama vituo vipya vya ubadhirifu. Ripoti za mkaguzi mkuu wa hesabu zinaonyesha matumizi mabaya, sherehe kubwa, samani za bei ghali. Kwa hiyo wito ni kwa wananchi pia katika ngazi ya kaunti. Kabisa. Wananchi wawe macho. Wadai bajeti za kaunti zilenge vipaumbele halisi: maji safi, barabara za mashinani, vituo vya afya vyenye dawa, sio matumizi ya anasa. Sawa. Sasa, baada ya serikali, kuna sehemu inazungumzia aina mpya ya siasa na wajibu wa raia. Hii inamaanisha nini? Hapa wanatoa wito wa kuhama kidogo kutoka siasa za matumizi tu, siasa za kugawa vyeo na pesa, kwenda kwenye siasa zinazowekeza kwenye uzalishaji, kujenga uchumi halisi. Kizipi huo uzalishaji? Kuweka mkazo kwenye viwanda, kilimo cha kisasa chenye tija, kutumia teknolojia kuongeza thamani. Lengo liwe kuunda ajira nyingi na endelevu hapa nchini, badala ya kutegemea sana kuagiza kila kitu kutoka nje. Na kuhusu mishahara tena, ndani ya serikali. Wanarudi hapo. Pendekezo ni kwamba bunge litunge sheria za kupunguza lile pengo kubwa la mishahara kati ya maafisa wa juu na watumishi wa chini. Walitoa mfano wa mbunge na mwalimu. Pengo kama hilo, wanasema, si la haki, lazima lipunguzwe. Na kodi, mfumo wa ushuru. Ushuru uwe wa haki. Usiwalemee sana watu wa kipato cha chini, maskini, wakati makampuni makubwa wakati mwingine yanapata misamaha kibao. Pia uwazi, watu wajue kodi zao zinatumikaje. Hilo ni muhimu sana. Sasa, hii sehemu inamgusa moja kwa moja kila mmoja wetu. Wewe msikilizaji, wajibu wa mwananchi ni upi kulingana na makala haya? Ujumbe ni mzito hapa, kwamba Wakenya hawawezi kungoja kuokolewa. Lazima wajipange wenyewe, wachukue hatua. Hatua gani kwa mfano? Vikundi vya kijamii vinaweza kufuatilia miradi ya maendeleo maeneo yao. Kama barabara inajengwa, mradi wa maji unaenda vizuri, pesa zinatumika ipasavyo. Kama kuna shida, waripoti. Wawajibishe viongozi waliochaguliwa, kuanzia MCA, mbunge, gavana. Na kuhusu uchaguzi, nguvu ya kura. Hapo kuna ujumbe mzito sana. Wananchi wakatae kuuza kura zao. Chanzo kinasema zile zawadi ndogo za wakati wa kampeni, t-shirt, pesa kidogo, hizo si pesa za bure. Ni kama mkopo ambao utaulipa kwa miaka 5 ya uongozi mbovu na huduma duni. Kura itumike kama chombo cha kweli cha kuleta mabadiliko, si bidhaa ya kuuza. Huu ni mtazamo wa nguvu kweli. Sasa, tukimalizia, tunarudi tena kwenye elimu na afya. Lakini sasa kama njia za kusawazisha jamii, ni mageuzi gani yanapendekezwa hapa mwishoni? Kuhusu elimu, wanarudia msisitizo wa kuwekeza kwenye ubora. Sio tu kujenga madarasa. Ni mafunzo bora kwa walimu, matumizi ya teknolojia mashuleni, maktaba zenye vitabu na kompyuta, kuimarisha vyuo vya ufundi, TVETs, ili vijana wapate ujuzi unaohitajika sokoni. Elimu itatue matatizo halisi. Na upande wa afya, suluhisho linalopendekezwa ni lipi? Bima ya afya kwa wote, Universal Health Coverage, lakini iwe inafanya kazi kweli. Kila Mkenya awe na uhakika wa matibabu anapougua. Ugonjwa mmoja usifilishe familia nzima. Wanaeleza pia serikali inaweza kununua dawa kwa pamoja, kwa wingi, ili kupata bei nafuu, kuwekeza kwenye uzalishaji wa dawa hapa nchini na kuboresha hospitali za rufaa. Basi, tukijumlisha yote haya, ujumbe mkuu tunaopata kutoka kwenye uchambuzi huu wa makala ya KWM ni upi hasa? Ujumbe mkuu ni kwamba huu ukosefu mkubwa wa usawa tunaoona Kenya sio jambo la kawaida. Sio kitu cha kukubali tu na kuendelea na maisha. Ni tatizo kubwa, kubwa sana.
na linahitaji hatua za haraka Na hatua hizo zitoke wapi? kutoka pande zote. Serikali isimamishe ubadhirifu, itawale kwa haki. Viongozi waone ofisi za umma kama ni huduma, si fursa ya kujitajirisha. Kanisa litumie ujasiri na ushawishi wake kudai mabadiliko. Na muhimu zaidi, wananchi wenyewe wakatae kutokujali, wadai haki zao, wachukue hatua. Inaonyesha mabadiliko yanawezekana, lakini yanahitaji kila mtu kutimiza wajibu wake, uwajibikaji zaidi, matumizi bora ya rasilimali, na wananchi kuwa macho na kushiriki kikamilifu. Kabisa, ni wito wa kuachana na ile hali ya kusema hivi ndivyo mambo yalivyo. Hapana, tuamini tunaweza kubadilisha, na kila mmoja wetu ana nafasi ya kuchangia hata kama ni ndogo. Na hapo ndipo tunakuachia wewe msikilizaji na swali hili la mwisho la kutafakari. Kutokana na haya yote tuliyojadili kutoka chanzo hiki cha KWM, ni hatua gani moja ndogo labda lakini yenye nguvu ambayo wewe binafsi unaweza kuanza kuichukua leo hapo ulipo katika jamii yako ili kuchangia hata kidogo katika kupunguza hili pengo la usawa? Fikiria kuhusu hilo. Asante sana kwa kuwa nasi leo katika podcast hii ya Kenya Wantam Town Movement. Tunatumai kweli huu uchambuzi umekupa mwanga na ufahamu zaidi kuhusu masuala haya muhimu yanayoikabili nchi yetu kama yalivyoainishwa kwenye makala tuliyojadili. Na usisahau, wewe unaweza kuwa sehemu ya suluhisho. Sauti yako, mawazo yako ni muhimu sana. Tembelea tena tovuti yao www.wantamnotam.com. Fungua akaunti yako kama bado hujaifanya. Chagua akaunti yako pale. Anza kushiriki mawazo yako leo. Usikae kimya. Asante tena kwa muda wako. Tunakutakia kila laheri.